Hujambo tena mtazamaji wangu na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na fundisho letu la siku ya leo linatoka katika sura ya 9 ya kitabu cha Mwanzo, na kichwa chetu cha siku ya leo kinasema Agano la Mungu na Nuhu, mwanzo mpya na wajibu mpya. Na maandiko yetu makuu yatatoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa kwanza na vile sura ya 9 mstari wa 13. Na tunapoangalia sura ya kifungu hiki cha kwanza kinasema, Mungu akawabariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Na tunapoangalia kifungu cha 13 kinasema, mimi niweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni dalili ya agano kati yangu na nchi. Na tuangalie malengo ya somo, na tunaona ya kwamba baada ya somo hili tutaweza kuelewa agano la Mungu na Nuhu. Tutaweza kuelewa maana ya upinde wa mvua katika Biblia. Tutaweza kuelewa dhamani ya uhai wa mwanadamu. Tutaweza kutambua kuwa hata watu wa Mungu wanaweza kuanguka dhambini, na vile vile tutaweza kujifunza umuhimu wa kuheshimu wazazi na viongozi. Na tunaporudi nyuma kidogo na kuangalia sura ya 8, ni katika tu kule kujikumbusha ya kwamba tuliona kwamba maji ya gharika yalipungua, Nuhu alitoka safinani, na vile vile Mungu alimtolea Mungu sadaka ya shukrani. Na katika sura hii ya 9 tunaona ya kwamba Mungu anawabariki Nuhu na familia, na vile vile anafanya agano nao, anaweka upinde wa mvua kama ishara ya agano, na vile vile tunashuhudia tukio la kusikitisha la kuanguka kwa Nuhu katika dhambi. Kwa hivyo tunapoangalia sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7, tunaona Mungu atuwabariki Nuhu na wanawe, na anawaambia, zaeni mkaongezeke, muijaze nchi. Kwa hivyo tunaona baada ya gharika Mungu aliwapa wanadamu mwanzo mpya, na aliwaruhusu kuzaana, kuijaza dunia na vile vile kutawala viumbe. Na somo la muhimu hapa ni kwamba Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili, na tunaona ya kwamba baada ya hukumu ya gharika bado alikuwa na mpango kwa mwanadamu. Kifungu cha 6 kinasema, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake itamwagwa na mwanadamu, kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu. Na kwa hivyo mafundisho ya kiroho hapa inasema uhai wa mwanadamu ni mtakatifu kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Vile vile Mungu anadhamani maisha ya kila mtu, na kwa hivyo mauaji ni dhambi kubwa, na vile vile ukatili dhidi ya watu wa dhambi, ukatili dhidi ya watu ni dhambi mbele za Mungu. Kati ya kifungu cha 9 na 11 tunaona agano la Mungu na Nuhu, na tunaona kwamba Mungu alisema, sitaleta tena gharika ya maji kuiharibu dunia yote. Na hapa tujiulize, agano ni nini? Agano ni ahadi rasmi inayofanywa na Mungu. Katika agano hili Mungu aliahidi haya: hata haribu tena dunia yote kwa gharika, na vile vile atadumisha mpangilio wa dunia. Tunapoangalia kati ya kifungu cha 12 na 17, tunaona Mungu akileta upinde wa mvua, na Biblia inasema katika kifungu cha 13 kwamba, mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni dalili ya agano. Na tunaona maana ya upinde wa mvua ni kila mara upinde wa mvua unapoonekana utakumbusha uaminifu wa Mungu. Vile vile utakumbusha ahadi zake na utamkumbusha rehema zake. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu hasahau maagano yake. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba Mungu si mtu aseme uongo. Na tunapoangalia sura ya kifungu cha
kati ya kifungu cha 18 na 19 tunaona wana watatu wa Nuhu walikuwa Shemu, Hamu na Yafethi. Na kutoka kwao mataifa yote ya dunia yalienea baada ya gharika. Tunapoangalia kati ya kifungu cha 20 na 21 tunaona Nuhu akianguka. Tunaona kinasema Biblia inasema kwamba Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda shamba la mizabibu, akanywa divai, akalewa. Kwa hivyo somo la kiroho hapa ni kwamba Nuhu alikuwa mtu wa imani na mtu wa haki na vile vile mtii wa Mungu, lakini bado aliweza kuanguka. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba hakuna mtu anayepaswa kujiona kuwa hawezi kujaribiwa. Katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 10 mstari wa 12 Biblia inasema ya kwamba yeye adhanie kwamba amesimama na aangalie asianguke. Kati ya kifungu cha 22 na 23 tunaona Hamu akikosa heshima. Na tunaona Hamu alipomuona baba yake katika hali ya aibu, hakufunika udhaifu wake. Alikwenda kuambia ndugu zake. Lakini Shemu na Yafethi walimheshimu baba yao. Walimfunika bila kumwaibisha. Na somo muhimu hapa ni kwamba tunapaswa kuheshimu wazazi, tunapaswa kuheshimu viongozi na vile vile kutofurahia makosa ya wengine. Na katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 12 Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako. Na tunapoangalia kati ya kifungu cha 24 na 27 tunaona baraka na laana. Na tunaona ya kwamba Nuhu alitoa maneno ya kinabii kuhusu wanawe. Shemu alipokea baraka maalum kutoka kwa uzao wa Shemu, na walikuja Ibrahimu, taifa la Israeli na hatimaye Yesu Kristo. Huyo ni Shemu. Na Kristo, tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 9, tunaona ya kwamba agano la Mungu na Nuhu linatukumbusha agano jipya katika Kristo. Katika Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 20 Biblia inasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, kama Mungu alivyowapa wanadamu tumaini baada ya gharika. Kristo ametupatia tumaini la wokovu baada ya dhambi. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu hutupatia mwanzo mpya. Yaani baada ya gharika kulikuja mwanzo mpya. Na vile vile Mungu ni mwaminifu. Tunaona anatimiza ahadi zake. Vile vile uhai wa mwanadamu una thamani kwa sababu tunaona ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Na hata watu wa Mungu pia wanaweza kuanguka. Tunapaswa kuwa waangalifu kiroho. Na vile vile heshima ni muhimu. Hiyo inaonyesha kwamba tunapaswa kuheshimu wazazi, viongozi na watu wengine. Na hapa nina maswali manne, na swali la kwanza linasema agano la Mungu na Nuhu linatufundisha nini? Agano la Mungu na Nuhu linatufundisha nini? Swali la pili, upinde wa mvua una maana gani katika Biblia? Upinde wa mvua una maana gani katika Biblia? Swali la tatu, tunaweza kujifunza nini kutokana na kuanguka kwa Nuhu? Tunaweza kujifunza nini kutokana na kuanguka kwa Nuhu? Na swali la 4, kwa nini ni muhimu kuheshimu wazazi na viongozi? Kwa nini ni muhimu kuheshimu wazazi na viongozi? Na aya ya kukariri inatoka katika sura ya 9 katika kitabu hiki cha Mwanzo, ambayo inasema mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni dalili ya agano kati yangu na nchi. Na tunapoelekea kumaliza, tunaona ya kwamba Mwanzo sura ya 9 inatufundisha kuwa Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake na huwapa watu wake mwanzo mpya baada ya nyakati ngumu. Na vile vile tunajifunza kwamba hata watu wa imani wanaweza kufanya makosa. Hivyo tunapaswa kutembea kwa unyenyekevu na kumtegemea Mungu kila siku. Vile vile sura hii inahitimiza simulizi la gharika na kutuandaa kwa hatua mpya katika historia ya wanadamu ambayo tutaiona katika mwanzo wa sura ya 10. Na jedwali la mataifa
ambalo itakuwa ni jedwali la mataifa, jinsi mataifa ya dunia yalivyoanza kuenea kutoka kwa wana wa Nuhu. Na kwa hivyo kwa hayo ni vizuri kuelewa ya kwamba kutilia umuhimu mambo ambayo tumejifunza siku ya leo juu ya ibada ya Nuhu, na vile vile watoto wake, mtoto mmoja akilete aibu katika familia yake, lakini wale wengine wawili wakiheshimika. Vile vile tunaona ilifika mahali Nuhu ambaye ni mtu wa Mungu, ambaye tumesoma mambo yake, sifa zake nzuri sana, ikifika mahali akawa ameanguka katika dhambi. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba yeyote anaweza kuanguka. Mtu yeyote anaweza kuanguka katika dhambi. Awe Mkristo ambaye ameokoka, ambaye ana ushuhuda, awe ni mchungaji, awe ni nani, anaweza kuanguka katika dhambi. Kwa hivyo ni vizuri kila Mkristo ajihadhari sana na ili asije akaweza kuanguka katika majaribu. Kwa hayo na kutakia kila heri. Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.